Okay, karibu Mkongwe Farm. Katika video ya leo nitaenda kufundisha namna gani unaweza ukajenga mabanda kwa bei ambayo ni rahisi zaidi. Kumbuka kwamba faida ya mifugo iko kwenye mfugo wenyewe, sio kwenye banda. Kwa hiyo kutumia gharama kubwa sana kwenye banda mwanzoni, alafu kutumia gharama ndogo kwenye mifugo, mwisho wa siku hutapata profit, kwa sababu anayezalisha faida ni mfugo wenyewe. Kwa hiyo tunachokifanya, tunaanza na mabanda ambayo ni rahisi, ambayo mtu yoyote ataweza kulianzisha, na bajeti inakuwa ni rahisi, alafu pesa nyingi inawekezwa kwenye mifugo. Sasa hili banda unaloliona mbele yako, hili ni banda la mbuzi. Sawa, nilishawahi kutuma tena video ya banda nyingine la kuku, watu wakalipenda sana, wakawa wanaomba ramani na cost. Sasa hili kwenye la mbuzi nitakuelezea kila kitu, ramani ilivyo, nitakuonesha ndani, nje ndo kama unavyopaona, nitakuelekeza tumetumia mabanzi kiasi gani, kila kitu, ili na wewe ujue ukitaka kujenga banda kama hili unajenga vipi. Banda hili lina uwezo kama ni kulala tu, kwa sababu hapa tunategemea kwa ajili ya kulala, lina uwezo kubeba mpaka mbuzi 10 kwa kulala. Sawa Lakini eneo hili lina square mita kama 600, ambapo hapa tunaanzisha mradi mpya. Patakuwa na bwawa la samaki, patakuwa pana banda la kuku, patakuwa pana banda la sungura, patakuwa pana banda la mbuzi kama unaloliona, na patakuwa na bustani. Sasa hii ni project ndio inaanza. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza, ndio siku za mwanzoni nitakuwa nawapa update kila tunapopiga step nyingine. Tuendelee na kipindi chetu. Sasa cha kwanza kabisa tumepunguza gharama kwenye upande wa kupaua. Sawa Hili banda lina urefu wa futi 7 na upana wa futi 4. Ningesema nitumie bati, hapa bati moja ni shilingi 18,000, hapa zingeingia bati 2 na pointi mpaka 3, kwa sababu banda la urefu wa futi 7, lakini tumeongeza futi 2 kwa ajili ya kukinga maji yasiingie bandani upande wa kushoto na upande wa kulia. Ndio maana tunaona palipopauliwa lailoni hiyo imezidi banda, kwa sababu ya tupate sehemu nzuri kwa ajili ya maji, ili mvua ikinyesha yasiweze kuingia ndani, labda kama ni mvua ya upepo. Na huku mbele na nyuma tumeliacha lining'inie kidogo kwa ajili pia kuzuia mvua ya upepo isiweze kuingia ndani. Kwa hiyo ningetakiwa kununua bati 2 mpaka 3, ambapo bati 2 ni 36,000. Kwa hiyo ilitakiwa 36,000 mpaka kwenye 50,000 na kitu kwenye bati tu za kupaua hapa. Lakini lailoni hii nyeusi ngumu huwa inauzwa mita moja 2,500. Mita moja hii lailoni nyeusi ngumu, ambapo mimi hapa nimetumia mita 3. Kwa hiyo hapa nimetumia shilingi 7,500 tu. Ngoja nikuoneshe sasa kwa karibu kwa ndani ulione namna lilivyokaa. Sawa hivi huku ndo kwa ndani limekaa vizuri kabisa, na litasaidia mvua haitaweza ingia bandani kwetu. Lakini banda hili mlango wake ni hapa nje huku, kwa sababu ni banda la mbuzi, huwa tunapenda kusema kwamba anatakiwa likae juu, na utaona huku kwenye mbao kuna mianya. Hii mianya inakuwa ni mikubwa wastani, haitakiwi kuwa mikubwa zaidi. Ni kwa ajili ya kuruhusu mbuzi anavyojisaidia kinyesi kiende chini. Akikaa na kinyesi au kondoo utapata magonjwa mengi sana. Kwa hiyo kinasaidia kinyesi kinaenda chini. Hapa chini tumetumia banzi 1 2 3 4 5 6 7 na kipisi. Sawa tumetumia banzi 7 chini peke yake. Maana nimesema ni futi 4, ni futi 4 tu upana. Urefu ndo futi 7 ndani. Kupanda juu utaona upande ule tumetumia banzi 1 2 3 4 5 tu, na la 6 la juu basi vipisi. Lakini kumbuka hizi za pembeni ni banzi za futi 4. Hapa mlangoni ndio utaona tumegawa kidogo, kuna kipande tumekiweka banzi na tumeacha nafasi ya mlango. Ukija kwa pembeni huku juu, kwa sababu ni banda la mbuzi na kondoo, halina maana kwamba uzibe paka juu kabisa, kwa sababu kwanza banda lenyewe liko juu. Sawa kwa hiyo huku chini huku watu tunaziba vizuri kwa ajili ya wanyama wakali huku chini, lakini huku juu hatuzibi sana, kwa sababu tunatengeneza tu sehemu ambayo mnyama hawezi kupita, kwa sababu hawezi kupanda paka hapo juu. Tukija huku nyuma hivyo hivyo banzi zimeenda chache, 1 2 3 4 5 6 7, na kuna sehemu ya banzi moja bado. Kwa hiyo tutasema ni banzi 8. Unaona kwa huku nyuma, lakini pia utaona tulivyopaua imezidi. Nafikiri inaonekana vizuri. Imezidi kidogo, ili mvua ikija ya upepo basi maji yasiingie, na pia hii nailoni imening'inia
kidogo kwa huku nyuma, ili pia mvua ikija ya upepo maji yasiweze kuingia. Lakini pia nitakuelekeza trick namna kugonga hii nailoni, kwa hiyo usije katoka. Lakini pia utaona upande huu pia banzi zile. Kwa banzi za hapa ni banzi chache mno. Ukinunua banzi ambao ni ndefu zile za futi 12, hapa banzi 10-15 zinatosha kutukupa banda kama hili. Banda ambalo ni la futi 7 kwa futi 4 upana, ambalo linaweza kulaza kondoo au mbuzi 10. Wakati nimegonga utaona kuna hivi vidude hivi. Sawa, kama vifuniko vya soda hivi vya plastiki ndio nimeshikilia. Huwa hatutaki sana na tunashauri ila iloni usigonge na msumari mkavu. Kuna mwingine anagonga na msumari mkavu afu anakunjia. Ukikunjia huwa inararuka. Lakini ukigonga na kifuniko, hichi kifuniko kimekaza, hakikisha kichezi kinakaza. Kikikaza hichi kifuniko, tafsiri yake ni kwamba kina cover eneo kubwa ya nailoni. Kwa hiyo kinashika eneo kubwa la nailoni, kwa hiyo nailoni haiwezi kuchanika. Kwa huku mbele pia utaona kuna nafasi, tunaweza kuongeza banzi moja hapa au tukaweka kawavu kama unataka kwa wavu. Lakini pia usisahau banda ni la mbuzi, halitakiwi kubanana sana. Ndio maana hata sehemu tulizojenga kuna sehemu tumeacha mianya, lakini ni mianya midogo, soma mianya mikubwa, mianya upana wa kidole. Unaona mimi nikiingiza kwa mfano kama hapa, unaona unaingiza mwanya wa kidole, mkono hauwezi ingia wote, vidole tu ndio vinaingia, lakini mkono hauingii. Kwa unaacha mianya kwa ajili ya kuingiza hewa, lakini pia kusave material. Hiyo ni faida nyingine. Lakini pia kwa sababu ni mbuzi, paka hawezi kumzuru mbuzi kwamba labda ataingia paka kukicheche yale mbuzi au watoto. Hapana. Kwa hiyo tunatengeneza mianya tu mikubwa ya wastani, ambayo sio mikubwa sana kuruhusu wanyama wakubwa kuingia. Lakini sharti pia mabanzi ya chini yanatakuwa banane kidogo, ili asiweze kuzurika na wanyama wa mwituni, maana huku tulipo sisi kuna msitu kidogo. Kwa hiyo hii ni namna kujenga banda bora la mbuzi au kondoo kwa bei ambayo ni nafuu mno. Ukiwa na shilingi 100,000 banda hili limekamilika na chenchi inabaki. Inategemea na gharama za mabanzi sehemu uliopo. Huku mimi nimenunua mabanzi hapa, nimetumia banzi 15 na banzi moja huku ni 2,200, na nikatumia nguzo 4, nguzo moja huku ni 2,200, na nikatumia nailoni hilo hapo juu. Kwa hiyo utaona hata laki yenyewe yani inapelea haiishi yote, bado laki inapelea haiishi yote, maana kwenye mabanzi peke yake hapa utapiga hesabu kwenye 30 na kitu, kwenye nguzo hizo pamoja na yonda kuja kwenye 50 na kitu. Kwa hiyo tayari ukiweka labda na misumari hapo utatumia ya inchi, kama nategemea na unene wa banzi zako. Kama banzi nyembamba utatumia inchi 3, inchi 2. Kwa hiyo utaona hata laki, hata uwe sehemu gani, banzi ni gharama labda ganzi 3,000, bado banda hili haliwezi kuzidi shilingi 100,000, na unaweza kufuga kondoo wako paka 10. Karibu Mkongwe Farm kwa ajili ya video. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Karibu.